Mtakatifu. Amina. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi. Awe Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, ndiwe chemchemi na asili ya uzima wote wa roho na mwili. Tunakuomba uyabariki maji haya, tutayatumia kwa imani, huku tukiomba msamaha wa dhambi zetu na kinga ya neema yako. Tusipatwe na magonjwa yoyote, wala kunaswa na mitego ya adui. Bwana, utujalie kwa huruma yako haya maji yatubujikie daima kwenye wokovu, ili tuweze kukujongea na moyo safi na kuziepuka hatari za roho na mwili, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tafuata ibada ya kubariki chumvi. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa wema wako ubariki chumvi hii ulioiumba wewe mwenyewe. Zamani ulimwamuru nabii Elisha atie chumvi ndani ya maji, kusudi asilete vifo na uzazi wa mapooza. Bwana, tunakuomba kila mahali atanyunyiziwa maji aliyochanganya na chumvi, yafukuze kila ovu na upinzani wa adui, nasi tulindwe daima na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na sasa chumvi inachanganywa na maji. Fuata sasa ni kubariki kanisa. Sala ya kubariki kanisa. Tuombe. Bwana, ubariki kanisa hili ambalo tumependelewa kulijenga kwa msaada wako, na waamini wote watakaokusanyika hapa kwa imani wajaliwe kulisikia neno lako na kuadhimisha mafumbo yako matakatifu. Waonje uwepo wa Kristo ambaye aliahidi kuwa na wale wanaokusanyika kwa jina lake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sasa itafuata kunyunyizia kanisa maji kwa nje. Upande
Na sasa itafuata ibada ya kubariki altari. Ili matoleo ya kanisa yatakayowekwa juu ya altari hii ayaangalie kwa wema na wapokee watu wake kama dhabihu ya daima. Utukuzwe Bwana Mungu wetu ambaye ulipokea sadaka ya Kristo iliyotolewa juu ya altari ya msalaba kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, na kwa upendo wa kibaba unawaita watu wako kuadhimisha ukumbusho wake katika meza yake. Basi Bwana, tunakuomba uijaze altari hii ambayo ilijengwa kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo yako, iwe kiini cha masifu yetu na shukrani zetu. Iwe altari ambamo tutatolea sadaka ya Kristo katika fumbo. Altari hii iwe meza ambamo tutamega mkate uletao uzima na kunywa kikombe cha umoja. Altari hii iwe chemchemi ya maji ya wokovu yasiyokoma. Hapa tumkaribie Kristo, jiwe lililo hai, na ndani yake tukue tukiwa hekalu takatifu. Na juu ya altari ya moyo tutolee sadaka ipendezayo utukufu wako, inayofanywa kwa utakatifu wa maisha. Tuitikie sote, atukuzwe Mungu milele. Atukuzwe Mungu milele. Kwaya wimbo. Nitafurahi kwako Bwana, mimi mtumishi wako. Nitafurahi kwako Bwana, mimi mtumishi wako. Nitafurahi kwako Bwana, mimi mtumishi wako. Nitafurahi kwako Bwana. Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu wapenzi, kwa furaha tumekusanyika ndani ya nyumba ya Bwana kwa ajili ya adhimisho hili ambamo tunawasindikiza ndugu zetu hawa ambao leo hii wanataka kuanzisha familia yao. Ni dhahiri kwamba siku hii ina uzito wa pekee kwao. Kwa hiyo tuwasindikize kwa upendo na moyo wa urafiki wetu, na pia kwa sala yetu ya kindugu. Pamoja nao tusikilize kwa makini neno ambalo Mungu leo hii anapenda kusema nasi. Alafu pamoja na kanisa takatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba kusudi hao wanaofunga ndoa awapokee kwa upendo, awabariki na awaunganishe daima. Karibuni hekaluni enyi wapenzi wana harusi, ili mfunge ndoa yenu, mbarikiwe na Bwana. Ingieni kwa furaha katika nyumba yake Bwana, mbarikiwe siku zote, muwe kitu kimoja. Wala karibu hekaluni. Karibuni
Karibuni katika nyumba ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Waheshimiwa na wapendwa sana, karibuni katika adhimisho la misa hii takatifu. Tunapofika hapa tukiongozwa na nia kuu kumshukuru Mungu. Pamoja na kumshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai ambayo ni zawadi ya kwanza kwetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema aliyotujalia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya hewa aliyotupatia. Maana yeye ni mwanzo na mwisho wa yote. Anajua lala yetu, anajua amka yetu, anajua mahitaji yetu. Karibuni tumshukuru Mwenyezi Mungu na kumkabidhi wafadhili wetu wote ambao wamechangia kwa hali na mali tukaweza kuwa na hili kanisa. Naomba tumpigie Mungu na wafadhili makofi. Hapa Mungu apate sifa na utukufu, lakini na sisi tupate wokovu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hawa ndugu zetu watakaopokea sakramenti ya ndoa takatifu. Waishi pamoja mpaka kufa. Ndio sala tunayowaombea. Awaimarishe ile mbegu itakayopandwa ndani mwao isae matunda si 10 wala 20 bali 100 na zaidi. Katika hao wapatikane mapadre, katika hao wapatikane watawa, katika hao wapatikane watu wa ndoa takatifu. Na mwisho wa siku sote pamoja tusikie sauti ya Mungu ikisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Ndugu zangu, sote ni wa dhambi, ili tuweze kutolea sadaka hii na ikawa na mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwanza tukiri na kujuta dhambi zetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
vipawa vyote. Tunakiri kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sulemani alisimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli. Akakunjua mikono yake mbinguni akasema,
Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yote. Lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu sembuse nyumba hii niliyoijenga. Walakini uyaelekee maombi ya mtuma wako na dua yake. Bwana Mungu wangu, umsikilize sauti ya maombi ya mtuma wako aombaye mbele zako leo. Macho yake yafumbuke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja, ukasema, hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtuma wako aombapo akikabiri mahali hapa. Uisikie dua ya mtuma wako na ya watu wako wa Israeli watakapoomba wakikabiri mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Neno la Bwana.
walioamini na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali alikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikiwa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja na nyumba waliviuza, wakaleta thamani ya vitu vile walivyouzwa, wakaviweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kadiri na alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mto wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaleta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Neno la Bwana.
Mtakatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 16 aya ya 13 hadi aya ya 20. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Neno la Bwana. Wapendwa sana waamini wa kigango hiki cha Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu Kanyamika, na wote waliotufikia wenye mapenzi mema na wageni waalikwa, Kristo na tumaini letu. Naomba nisikie sauti za kutoka nje, nilioko ndani msiitikie. Walioko nje, Kristo na tumaini letu. Asante, tupige Mwenyezi Mungu makofi na vigelegele. Takatifu, nia na lengo tumeshalisikia, na neno la Mungu linatuelekeza tafakari hasa katika hayo makuu ya Mwenyezi Mungu ambayo yanatendeka na yanaendelea kutendeka hapa kwetu, tukiomba baraka zake Mwenyezi Mungu kwa nyumba yake hii, yaani kanisa la Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu Kanyamika. Makofi na vigelegele. Sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kanisa hili na kwa zawadi ya waamini walioko humu na wote ambao watazaliwa leo katika Kristo na wote ambao watazaliwa kesho na kesho kutwa. Hakika kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwayo. Sisi kwa Kanyamika mambo mengi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana kutoka mbali sana sana kabisa. Tumesikia katika somo la kwanza Mfalme Suleimani anatambua ukuu wa Mwenyezi Mungu, na anapomjengea nyumba anaomba baraka zake Mungu, baraka zake Mwenyezi Mungu juu ya nyumba hiyo, pahala pa kumwabudia. Akijua ukuu wake, anajishusha, anainua mikono yake mbinguni akiomba baraka. Nasi ndugu zangu, kwa nafasi hii tunamuomba na kumuomba kama Suleimani alivyofanya. Bwana Mungu wangu, usikilize maombi ya mtumwa wako aombaye mbele zako leo. Macho yako yafunguke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja ukasema, hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili asikie maombi ya mtumwa wako aombapo akikabili mahali hapa. Ndilo hili ambalo tumelibariki na kubariki altari hii
na tunamkabidhi Mwenyezi Mungu nyumba hii ambayo ni mali yake, na tunamuomba asikie sala za watu wake watakaokuwa wanakuja hapa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya mafungo, kwa ajili ya ibada mbalimbali ambazo zinakubalika katika kanisa Katoliki. Ni nafasi yetu sasa, ndugu zangu, kujiweka mikononi mwa Mungu, na hivyo tusisite na tuone utakatifu wa mahali hapa. Tusisite kuja kusali, tuone utakatifu, tuone uzuri uliomo katika nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Tusali kwa wingi na tuwalete hata wale waliopotea. La pili, ndugu zangu, sisi Yesu Kristo kuliacha kanisa katika mikono ya mitume, wakiongozwa na mtume mahiri kabisa. Mtume nani huyo aliyeachwa kanisa hili? Mtume Petro. Basi mitume hawa walioachiwa kanisa hawakusita daima kuishi pamoja hata katika shida nini? Raha. Katika matetemeko makuu tuwe pamoja. Mtakuwa mnaitikia kama tuwe pamoja. Katika shida na raha tuwe pamoja. Katika matetemeko makuu tuwe pamoja. Matetemeko ya imani tuwe pamoja. Na katika kuzuiwa kanisa lolote lile tuwe pamoja. Na katika matope na utelezi na mvua tuwe pamoja. Na tusali ibada 4 mfululizo tuwe pamoja. Basi kabla ya ujenzi huu, nafikiri tunajua wapo wengi walioacha kusali, wakisema kwamba kanisa ni makaratasi. Leo hii kwamba kanisa letu la vigara, kwa Kiswahili vigara ni kuangukia wakati kusali. Leo nafikiri wamekuja kusali kwa imani yetu, Ukristo wetu, vyote vimejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Sote wabatizwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Kristo ndiye jiwe la pembeni. Kristo ndiye jiwe kula wapi? Sisi tumejengwa juu yake. Sisi nasi tulio sehemu ya kanisa, basi tunapaswa kujua ni nani aliye msingi wa kanisa, ni nani aliye kichwa chetu, na ni nani tunayemtegemea. Kristo akiwa ndiye kichwa cha kanisa, na sisi tukiwa tu viungo, mawe hai, tunapaswa kuwa hai kweli katika roho zetu. Kwa wanaobatizwa, tega sikio usikie. Ninyi mnaobatizwa ni watoto, sio? Nisa nawaambia wasimamizi wa imani watoto wao, sawa? Kuishi imani Katoliki bila wasi wowote. Ninyi mtakaobatizwa na mliobatizwa, kuishi imani Katoliki bila wasi wowote, tegemea uzima wa milele mbinguni. Mkijua kwamba sakramenti hii, katika sakramenti hiyo mnakuwa mawe hai ya kanisa, mnakuwa watoto wa Mwenyezi Mungu na kanisa lake, na zaidi ya hayo mnakingwa na mitego ya shetani, mnafanana pia na Kristo. Kwa maana tuamini na tunafundishwa kwamba sakramenti ya ubatizo kufanya wana wa Mungu na nani? Na kanisa lake. Na watoto hawa ambao tunawasifia katika mahubiri yangu, watoto wakanyanyika, watoto hao darasa la 5 na kuendelea, hawakuwa hai tu wakichangamka namna hiyo, walibatizwa kwanza. Basi baadaye kupata nafasi ya kutoa neno langu baadaye kabisa, nitawaleteni picha, baadhi ya picha watoto ambao walikuwa wanakuja kusali hapo na kuonesha Ukristo wao katika kubatizwa kwao, komunia takatifu na kipaimara wamepata, na wengine katika mwili wao mkubwa wamepata komunio na kipaimara katika kanisa hili takatifu. Mama yangu nimeona kwa mbali yuko nje ya kanisa, angeonyesha mkono pamoja, aliyebatizwa katika kanisa hili akiwa ni mkubwa kuliko wengine wote. Na hao ndio mawe ya kanisa.
Hao ndio misingi ambao kwa pamoja na Kristo wanafanya mwili mmoja, ambao pamoja ni kanisa. Nanyi wasimamizi watoto mliokuja leo kwa sababu ya watoto wenu, mnapaswa kusimamia imani ya watoto wenu ili watakapokuwa kama nakula, watakapokuwa sio watakapokuwa, mimi naongelea kukula, waje kusali, waje kuimba hapa, waje kumtukuza Mwenyezi Mungu katika hili kanisa takatifu. Hivyo ni wasimamizi wa watoto wetu hao. Kazi yenu sio kusubiri msimu wa senene ili muweze kuletewa senene na watoto wenu. Kazi yenu sio kusubiri siku za Noeli na Pasaka mwanunulie nguo. Sio hivyo. Wenda kwa hivyo, lakini ni asilimia ndogo. Kazi yenu kusimamia imani ya watoto wenu. Nanyi mnaofunga ndoa leo hii, mtambue kuwa ninyi imekuwa mawe hai ya kanisa. Kwa kifungo chenu hicho cha upendo, pamoja Mwenyezi Mungu daima aimarishe mapendano yenu ili baada ya maisha hapa duniani kafike mbinguni katika hali ya utakatifu. Haifai kabisa kanisa zuri namna hii liingiwe na watu wengi hata ambao washiriki meza ya Bwana. Hata baba askofu alikuwa anafungua kanisa kuwa parokia, kwanza anauliza wanaopasakramenti ni idadi kiasi gani. Na hivyo nanyi mtawatia moyo mapadri wetu wa parokia ya Ngote na wengine ambao wanakuja kuwasalia kila mara, kwa maana najua kwamba kuna watu wanaompokea Kristo, watu vifungo katika kanisa, wale wenye haja mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo hii taweka magano yenu ya ndoa hapa, msaini katika kitabu kwamba basi ninyi nakuwa watu watakaopendana na maisha yenu yote mpaka kifo. Mnaweka kiapo chenu mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya kanisa. Sisi tunapata kanisa na Kristo, ndio mnafunga ndoa kwa Kristo. Daima msisahau kusali, msisahau, kwa maana maisha hayo ambayo mnaanza rasmi leo, ukurasa mpya, hata kama mshaishi miaka 20 ngapi, naanza leo hii ukurasa mpya mweupe kabisa ambao hauna maanishi. Naanza yale kama yote nasahau na mjasahau siku ile ndipo ungama. Tuwapongezeni ndugu zangu hao na ndoa watakatifu. Kanisa tu au si ubatizo tu, lakini ndoa, nitasimamia ndoa za wengine. Nitaitwa, wewe mwenyekiti wa Kanyamika, njoo simamia ndoa yangu huko Mwanza. Unaenda. Njoo kama huko simamia ndoa yangu, utaenda, kwa sababu umeaminiwa na kanisa. Si kanisa tu, na serikali, mamlaka za dunia nazo zinawaamini. Kwa maana wapo wengi ambao huenda kuomba kazi katika serikali na wanaambiwa wamefunga ndoa. Swali hilo la msingi sana, kwa maana wataka wajue umeweza kuwa mwaminifu kwa mume wako mmoja. Kama umefunga ndoa, maana yake umekuwa mwaminifu kwa mume wako kazi. Katika injili ya leo, ndugu zangu, baada ya kuasa wanandoa, tumesikia Petro anamkiri Kristo atakalofunga duniani, huyo ni Petro, atakuwa limefungwa mbinguni. Na kadhalika atakalofunguliwa duniani litakuwa limefanyaje? Funguliwa. Ni njia ya kwenda mbinguni. Ni juu yenu sasa, wana Kanyamika, kuendelea kumkiri Kristo kuwa ndiye Bwana. Ni juu yenu sasa kuachana na mila potofu kama kupiga ramli chonganishi, kuachana kama kuweka imani yenu kwa vitu na watu, kwamba siwezi kulima bila kuenda kwa mganga kienyeji aniwekee mfupa wa nguruwe kwenye shamba langu uweze kunilindia, au jifunga mairizi mkiamini kwamba mairizi ndio yatakayowalinda mbele, hadi kusahau siku ya Bwana, kuweka kilimo mbele hadi siku ya Jumapili kumwona Mkristo hata kama hujabatizwa, lakini Mkristo na sali kanisani hapa, lakini hujabatizwa. Si vizuri kwenda kulima siku ya Jumapili, kwa maana Jumapili ni siku ya Bwana, siku ya kutulia na familia yako na siku ya kusali. Ujue kwamba utakapokuwa unafanya hivyo unafanana kama tairi
lisilo na pumzi, linatembea ndio, lakini ndikuntira. Mwisho tuwaombee na kuwashukuru wafadhili wetu wote. Mungu waongezee pale walipotoa kuweza kukamilisha kanisa hili la Mwenyezi Mungu. Tuendelee na tumaini letu. Naomba mstari unyoshwe hivi. Ninyi wazazi na wasimamizi, naombea nini watoto wenu katika kanisa la Mungu? Wajibu wa wazazi ni kuwafundisha watoto wao imani, wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda wanadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Je, ninyi wazazi nawafahamu wajibu huo? Na ninyi wasimamizi, je, mko tayari kuwasaidia wazazi wa watoto wao katika wajibu wao? Wanangu, jamii hii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara ya msalaba kwa jina lao. Tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo awashushie neema yake watoto wao watakaopata neema ya ubatizo, wazazi wao na wasimamizi nao wote waliobatizwa. Tuitikie kwa kuomba utusikie. Kwa fumbo takatifu la kifo na ufufuko wako, upende kuwajalia watoto wao uzima mpya kwa ubatizo na kuwakusanya katika kanisa lako takatifu. Na kipaimara, upende kuwafanya wao wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa Injili yako. Kwa utakatifu wa maisha yao, upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Upende kuwafanya wazazi na wasimamizi hawa wawe mfano mwema wa imani kwa watoto wao. Upende kuwahifadhi daima jamaa zao katika upendo wako. Upende kufanya ndani yetu sote neema ya ubatizo. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Yohana Mbatizaji, mtakatifu Petro na Paulo mitume, watakatifu wasimamizi watoto watakaobatizwa leo, watakatifu wote wa Mungu. Ee Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa wanadamu gizani na kuingiza katika ufalme wa ajabu. Tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi awajalie watoto hawa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Ee Baba mwema, umefanya uzima mpya watoto wako utiririke kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Tuitikie utukuzwe, Ee Mungu.
Amependa kuwakusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanawe Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Unatuokoa sisi kwa roho wa upendo wako ambayo unamshusha moyoni mwetu ili imani yako itufurahishe. Unawateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Basi upende kuyabariki sasa maji haya watakayobatiziwa watumishi wako. Umewaita waoshwe kwa maji haya na kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, watoto mliowaleta karibu watapata uzima mpya kutokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ni jitahidini kuwalea katika imani kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke bali uweze kuwa ndani yao siku kwa siku. Basi wapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe. Kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanamobatizwa watoto. Sote tusimame. Kwa Yesu Kristo mwanawe pekee Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba. Masadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa. Tunayoona fahari kuungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Je, mwataka watoto hawa wapate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Na la Roho Mtakatifu. Yosefu, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Agnes, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aneti, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Agnes, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wanangu, mmekuwa sasa viumbe vipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chenu, nanyi msaidiwa kwa maneno mifano ya jirani zenu, mkaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Weke wimbo sukuma ule wa kitambaa cheupe kichwani. Mbatizwa
Tumepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mwasaidie watoto hawa watembee daima kama watoto wa Mungu, wadumu katika imani. Na hivyo mwisho huko mbinguni watoto wao pamoja na watakatifu wote waweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliyewafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie wote kusikia kwa masikio neno lake na kuungana kwa mdomo imani ya Kristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Amen. Waliozaliwa upya kwa ubatizo sasa wanaitwa watoto wa Mungu, nao kweli ni watoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye watapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu watampokea Bwana aliyejitolea sadaka. Na sasa nafurahi kuwatangazia kwamba ubatizo umekamilika. Sasa inafuata sakramenti ya ndoa takatifu. Naoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Onesimo na Maria, je, mmefika hapa funga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Faustini na Elina, mmefika hapa funga ndoa pasipo shuruti ni kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Mikaeli na Joyce, mmefika hapa funga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Mariko na Elizabeth, je, mmefika hapa funga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Basi, je, mtayari nyote kwa pamoja kuishi maisha ya ndoa, pendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Je, mtayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na mliokwishapewa na Mungu
na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake. Ndio. Basi kwa vile mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Aishike pete ya bibi harusi. Bwana harusi atashika pete ya bibi harusi. Basi kama fadha anavyoonyesha hivyo hivyo mfano atawafikia kuwapangia pete zenu. Kwa watu wa picha mkichukua picha hiyo nzuri sana. Bwana azibariki pete hizo mtakazovishana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Mwitikie amina. Amina. Sasa mume ashike pete ya mke. Utamsema jina lake leo mke. Sawa? Utasema jina lake afu tamwambia apokea pete hii. Mwambie mke wako. Hiyo ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba naunganisha pole yako na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kadhalika mlipofanya sasa, bibi harusi amvike pete bwana harusi. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pongezane kwanza. Pongezane basi. Pongezane kwa kawe. Tena
uliotujalia. Tunakusihi kwa unyenyekevu utujalie ili kila uliotukirimia bila mastahili yetu tuyatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufana na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe unaja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Tupige magoti, asiyeweza kupiga magoti asimame. Ee Bwana uliye kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza,
wala watu wakusanya watu kwako, ili toka mawile ya dua hata mateo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili ukitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya.